Ya, bwana, Waswahili wanasema vita isikie kwa jirani, vita isikie kama stori lakini isikutokee. Imekuwa ni takriban miaka mitano sasa tangu vita ya Ukraine na Russia imeendelea, na imekuwa ni vita ambayo imepiganwa kwa muda mrefu sana. Ukiangalia Russia anaendelea kufanya mashambulizi na uvamizi na operation mbalimbali, lakini pia ukiangalia upande wa pili Ukraine na yenyewe inaendelea kujibu mashambulizi. Leo nimeamua kuandalia makala hii. Usiache kwenda kufuatilia peji hii kwa ajili ya kusoma makala zetu, kujifunza na kutafahamu vitu vingi kuhusiana na mambo yanayoendelea na siasa za dunia. Na katika vita hii bwana, Ukraine na Russia, mnamo mwaka 2022 watu wa Ukraine walikuwa wakiishi vizuri. Yaani kabla ya hapo watu walikuwa wanaishi vizuri, wanaamka asubuhi, watoto wanaenda shuleni, wazazi wanaenda makazini, vijana wana vyuo, mambo yaliendelea vizuri, yani hali ilikuwa ni shwari kabisa. Lakini mnamo Februari mwaka 2022 wanaita the night of the cold, yani usiku wa baridi wanaita, ilitokea hali ya kustaajabisha sana. Ilitokea hali ya sintofahamu. Walisikia tu mabomu yakilipuka, watu walikuwa wamelala, wengine wapo kwenye starehe, mambo mengine yakiendelea, lakini at that moment mabomu yalipiga, risasi zilisikika, drones zilipiga, majumba yakaanguka, watu wakafa wengi, hospitali zikajaa majeruhi wa kutosha. Ilikuwa ni hali ya kusikitisha sana, watu wakafa, wakapoteza maisha, wengine wakakimbia nchi yao. Yani ilikuwa ni hali ya sintofahamu. Na baada ya wiki moja ilikuwa ni hali mbaya sana. Ukraine ilikuwa iko na hali mbaya sana kutokana na uvamizi ambao ulifanywa, na baadaye kidogo ikasikika sauti ya rais wa Urusi Vladimir Putin akisema kwamba alichokifanya ni uvamizi kwa ajili ya kujilinda, yaani anafanya uvamizi huo kwa ajili ya kujilinda yeye mwenyewe. Sasa tunajiuliza alikuwa anamaanisha nini anaposema kwa ajili ya kujilinda mwenyewe? Tutafahamu. Lakini pia baada ya muda kupita, pengine tulitegemea kuona pengine rais wa Ukraine angekimbia, sasa angekimbia nchi kwa sababu ameshavamiwa. Lakini cha kustaajabisha ambacho kilifanya dunia nayo pia ikashangaa, watu wakashangaa, ni kuona maneno ya kijasiri ambayo Volodymyr Zelensky aliyasema. Maana yeye naye akasema kwamba hahitaji kukimbia wala hahitaji kupewa usafiri wa kukimbia ama kutoroka nchini kwake, bali yeye anachokihitaji ni silaha kwa ajili ya kulinda taifa lake. Kwa hiyo ni maneno ya kijasiri ambayo yaligusa hisia za watu wengi sana. Ni taifa dogo, lakini Vladimir Zelensky alionyesha ujasiri wa hali ya juu kiasi kwamba dunia sasa ikawa imegawanyika pande mbili. Wengine sasa wakawa wanaonekana kumuunga mkono Urusi na wengine pia wanaonekana kumuunga mkono Zelensky. Sasa ilitokea nini na ilikuwaje? Sasa bana, baada ya hayo yote kutokea Ukraine ikaanza kuungwa mkono na mataifa ya magharibi, yaani namaanisha NATO. Hapo Marekani unakutana na Uingereza, Ujerumani, French wakaanza kumuunga mkono Ukraine kwa sababu ni taifa ambalo lilishaonyesha kwamba lina interest za mataifa ya magharibi. Lakini wakati huo huo mataifa kama Iran pamoja na China waliendelea kumuunga mkono Urusi katika namna tofauti tofauti. Kwa ikawa ni vita ambayo haikuwa tu vita ya kupiganwa kwa muda mfupi, imeenda kwa muda mrefu kwa sababu ni vita ambayo imeunganisha interest nyingi. Bwana, vita ya Ukraine na Russia sio tu vita ya kimwili ama vita ya kuvamiana na vile kama tunavyoona, bali ile ni vita ya kiuchumi, ni vita ya maisha ya watu, ni vita ambayo imegusa maeneo siasa za dunia, nguvu na vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea hapa. Kwa ni vita ambayo ilikuwa inagusa maeneo mengi sana na ilikuwa inagusa dunia, na ndio maana mpaka athari zake baada ya muda mfupi tu athari zikawa zimefika mpaka Afrika, kwa maana kwamba tuliona gharama za maisha zikapanda juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni maeneo ambayo ni very strategic kwenye issue za biashara, kiuchumi na kidunia kwa ujumla wake. Mafuta yakapanda bei kwa sababu tunajua kwamba Urusi ni miongoni mwa mataifa makubwa yanayo supply mafuta. Sasa alipowekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa ya Magharibi, maana ikawa ni ngumu sasa yeye kuweza kusambaza ama kusupply mafuta, na ikawekewa kwamba taifa lolote ambalo
kuweza kufanya biashara na Urusi, manake pia nayo litaingia kwenye sanction. So ikawa ni ngumu sana. Supply ya vyakula kama ngano, tunajua Urusi ni mataifa makubwa ambayo pia yana supply vitu kama hivyo, lakini Ukraine the same kwenye issue ya chakula ilikuwa ni the same, ni taifa ambalo lina supply sana. Kwa sasa kwa sababu yameingia kwenye machafuko, imekuwa ni changamoto, ikawa ni tatizo kubwa na vitu vikapanda bei. Mafuta yalipanda bei sana huko Afrika, mpaka Tanzania tuliona athari kama hizo. So ilikuwa ni mkanganyiko mkubwa sana. Sasa nataka nikupeleke kwenye historia kidogo, kwa nini sasa Urusi alimvamia Ukraine, na yeye mwenyewe akawa anadai kwamba anafanya kwa ajili ya kujilinda, japokuwa mataifa magharibi yaichukulia ni kama uonevu. Sasa nataka nikupitishe kidogo kwamba ukirudi mnamo miaka 1980 Umoja wa Sovieti ulianguka, tunasema hivyo. Lakini Soviet Union ni kitu gani? Soviet Union ni mataifa ambayo yalikuwa yameungana pamoja, Moscow. Yani tunasema Soviet Union ilikuwa ni mataifa ya Urusi ambayo yalikuwa na muunga mkono Urusi, kwa sababu baada ya vita ya pili ya dunia ilikuja ikawa imegawanyika katika pande mbili, ikawa na socialist state, lakini pia tukawa na capitalist state. Yani inaposema socialist maana yake hawa ni makomunisti, maana yake unaunganisha Urusi, mataifa yote ambayo yalikuwa yanamzunguka, Romania, Slovakia, Ukraine wenyewe ni mataifa ambayo yalikuwa yanamuunga mkono Urusi, kwa wakatengeneza umoja wa Soviet. Lakini unapokuja upande wa capitalist state, ndo hapo